Ndugu mtazamaji, msikilizaji wa Nisida Channel Online TV, hapa sasa tupo kijiji cha Ng'anda. Tumemtembelea mkulima mwenzetu ili tuweze kuona jinsi anavyoboresha shamba lake, na hapa tumesimama kwenye mti ambao huo unamletea kipato kikubwa kidogo, na tulitaka aelezee anapata kipato kiasi gani na anatumia mbinu gani kuweza kupata hicho kipato, ili na sisi wengine ambao tunasikiliza tuweze tukaboreshe mashamba yetu, tutumie mbinu ambazo amezitumia mzee wetu Mgeekwa hapa, basi na sisi mashamba yetu yaweze kutuletea kipato kikubwa. Tunasema production per tree. Basi karibu mzee Mgeekwa, jitambulishe. Jina langu naitwa Paulo Mgeekwa, mkulima naelima na matunda ya parachichi, mazao mahindi, ngano, hivyo namna hiyo. Lakini nimezama sana sasa hivi, umri wangu unaona bora nirudi kukazania kulima matunda. Kwa umri wako huu unaona bora sasa ujiwekeze kwenye parachichi. Naona sasa huku ndio kwenye mapato makubwa zaidi, alafu vile hakuna usumbufu sana ya mbolea nini. Haya ni kuweka mbolea samadi na mabua ya mahindi, inatosha tu, kuliko ingekuwa huko DAP na ningesumbuka sana. Huko ni bora zaidi huko. Kwa hiyo maana wewe hapa unatumia mbolea gani hapa? Hapa bwana ni samadi tu naitumia mimi, afu na mabua ya mahindi nikiyapata mahala takataka zote namwagia kwenye mashina huko. Basi hii ndio nafanya matunda yangu yaende kuwa mazuri zaidi kwa namna nyingine. Ndio kama hivi naona sasa matunda ndio yanaendelea kuwa kuwa makubwa. Ni samadi tu naitumia mbolea hiyo. Ni samadi. Kwa hiyo samadi, mabua na matakataka mengine unaweka chini hapo. Karibu kila mashamba yangu yote ni hivyo. Hakuna mbolea ya kupata madukani, asiyatumia hiyo. Asiyatumia. Kwa hiyo ndio kama hivi hapo chini naona kuna maozea. Kuna maozea, kuna matakataka. Kwa hiyo mvua zinavyonyesha hivi tena ndio zinaozesha vizuri. Na huku juu ndio matunda sasa yanakuwa mengi. Ni kweli. Maana sasa tukiingia humo utakuta kuna hali fulani ya ubichi tu nani ni mbolea tu. Kwa hiyo huu mti mwaka jana umepata keti ngapi hapa? Mwaka jana nilipata keti 11. Keti 11? 11 nilipata mwaka jana. Moja. Yaani kwa mchumo mmoja au labda mwaka mzima ulikuwa unachuma kidogo kidogo? Na hapana, kwa mchumo mmoja. Mchumo mmoja tu? Mchumo mmoja nilipata 11. 11. Baadaye nikaanza kuchuma kidogo kidogo, lakini mara ya kwanza 11. 11. Okay. Kwa hiyo na maana ukilinganisha kwa bei sasa hivi ya 50,000 kwa kreti, manake kuna kama 1,000,000 na 50,000. Manake mtu anakuwa ameingia 1,000,000 na 50,000 kwa hizo kreti 11. Lakini kuna ule mtu mwingine ambao anasema ni kreti 20. Manake mapato ni zaidi. Okay, basi mimi nashukuru sana na naamini na wanaotutazama ndio kuna kitu wamejifunza. Sawa. Na wao wataenda kujifunza. Ndugu watazamaji, huyu ni mzee ana umri wa miaka mingapi? Sasa hivi ni kama 64. Huyu mzee ana umri wa miaka 64. Ameachana na mahindi na mazao mengine. Unasema kwa nini umeingia kwenye parachichi? Huku nimeona kwamba huku ndio kuna kipato kubwa zaidi, alafu hivi hata kazi yake tofauti na mahindi, maanake mahindi ulime ukuzie na nini, kazi yake kubwa sana. Lakini huku ni kutunza, kupalilia, kufyeka nyasi yakae mahala peupe tu. Kwa hiyo ni kazi nyepesi kwa jumla. Sana labda kazi ya kuleta samadi na nini kumwagilia huko inatosha kabisa. Sawa. Kwa hiyo huku bwana zambi sana kwenye parachichi. Sawa. Kwa hiyo unawashaurije wazee wenzio au wastaafu, mtu alikuwa mtumishi amestaafu, au kuna wazee wengine ambao wana umri wa miaka 64 na 4 wana miaka 64 kama wewe, unawashaurije
kutokana na hii hali ya kilimo cha parachichi? Mimi nawashauri wenzangu kufuatana na umri tulionao, turudi tu kukazania kupanda maparachichi. Tukazanie kupanda maparachichi, kazi nyepesi kuliko kulima mahindi, ngano nini. Kuna kazi kubwa sana huku, ndo tukazanie sana, halafu hata kipato chake huku ni bora zaidi kuliko kupanda mahindi. Kama mahindi lima kidogo kwa hiyo chakula, lakini tuzame sana huku, maanake huku ndio kwenye kipato. Sawa sawa. Na kazi yake nyepesi. Na kazi yake nyepesi. Na umri wetu huu ukirudi kupanda huko inakuwa fahari kuliko kuna lima nini. Sawa sawa. Okay, basi mimi nashukuru sana. Namba yako ya simu unaikumbuka? Nakumbuka. Okay, basi ndugu watazamaji na wasikilizaji, wazee wowote kama uko mbali, uko Mbeya, wewe ni mzee uko Mbeya, uko Mwanza, uko Bukoba, na ungependa kuwasiliana na mzee mwenzio ambaye yuko hapa Njombe, kijiji cha Ng'anda, basi naomba usikilize kwa makini, akutajie namba yake ya simu. Unaweza kuwasiliana na mzee mwenzio, basi akakupa maarifa na uzoefu wa namna wewe kujikimu na maisha ya umri wa miaka 64 na kuendelea. Hebu watajie wazee wenzio namba yako ya simu. Namba yangu ya simu 07 28 61 50. Hiyo namba ya Airtel. Halafu namba ya Voda hiyo 07 43 07 55 14. Okay, basi karibuni sana. Ameshataja namba zake. Ukihitaji kuwasiliana naye, basi muda wote anapatikana. Mzee ni mzee wa busara, ana mawazo mazuri sana. Basi anaweza akawashauri nyinyi wazee, nyinyi vijana, akawashauri mambo mazuri zaidi, mkaenda kwenye uelekeo mzuri zaidi katika kilimo cha parachichi. Basi usisahau kusubscribe katika chaneli hii pendwa ya Nishida TV ili uweze kupata taarifa mbalimbali za kilimo. Karibu sana, asante sana. Asante sana.